Hitaji kukumbuka, so tunamwombea na tunamwombea Mwenyezi Mungu amlaze pahali pema peponi. Na Mheshimiwa Mzee Moi anakumbukwa kwa mambo mingi sana, ya kwamba ikifika wakati ni yeye na nchi, yeye huangalia nchi. Na nitakupa Mzee Moi aliamka, hakushawishiwa na mtu yeyote, na akasema tukubali vyama vingi, na akatoa ile sheria ya section 2A. Na ya pili, wakati wake ilikwisha mwaka wa 2002, na kulikuwa na vuguvugu za upinzani. Watu walimtukana, watu walimtupia matope, watu walimkosea. Hakukasirika, alipeana uongozi kwa amani, na ndiyo ikatufanya tuwe na katiba mzuri, na tukaweka sheria ya kwamba vile uongozi itapeanwa. Na nafikiri ametufunza ya kwamba mkiharibu siasa, kila wakati tukumbuke hiyo, ya kwamba tukiharibu siasa ni kama tunavunja nchi. Na ya pili, ikifika binafsi na ya nchi, lazima tuangalie ya nchi na ya wananchi. Mmoja wa mwito wake ulikuwa amani, umoja na upendo. Kila wakati alikuwa akienda akihubiri. Sijui masuala haya bado tunayo ama vipi? Yeye alihubiri amani, upendo na umoja. Na ndio yale sasa tunatafuta katika hii mambo ya BBI. So yale alituambia miaka mingi iliyopita, na ilikuwa ni wakati alishika ushukani. Alianza na nyayo ya hayati, na akasema hawezi moja kwa wananchi. So nafikiri tukiendelea kumzika baba wetu, kiongozi wetu, lazima tukumbuke ya kwamba sisi wote tumepewa nafasi ya kuleta amani, umoja na undugu katika Wakenya. Kidogo ni has a lot of memorable things that you can. But one of the things I can remember, I was very young, and I used to like the clamor for change. But when the time of the country, Mzee Moi, without looking left, right, and center, said, we repeal section 2A. And that is how multi-party politics came in, because he saw the country was divided. When Mzee Moi was leaving power, regardless of the humiliation he went through from a section of the political class, table country. And that is the same what President Kibaki did. And I hope as we move forward, each and every leader, whichever part of the country and leadership you're holding, you must always think about the peace, the stability, and the unity of the people of Kenya. Looking at it, ulikuwa mwanafunzi wa chuo kikuu cha Moi kilichoanzishwa mwaka 1985, jina la Rais Moi mstaafu. Sijui ninakumbuka tulitendwa vizuri sana kushinda vyuo vikuu zingine. Tulikuwa na malazi mazuri, ilikuwa inaitwa Ngeria. Tulikuwa tunakaa kama hoteli ya 5 star. So wale ambao walienda Moi University in the late 80s, 88, 89. Nakumbuka pia Mzee Moi pia kidogo alitupeleka NYS. Ilikuwa wale walienda NYS. Na wakati hiyo tulikuwa tunaona ni kama makosa. Lakini sasa nikiwa mzazi, mimi na watoto wangu wanasoma vyuo vikuu, mimi ningependa sana watoto wangu waende NYS, kwa sababu kidogo ilinifundisha tabia ambaye ninapenda. So leo hata ukiniuliza tuanzishe tupeleke wanafunzi kabla hawajaingia university na nafikiri sasa mimi kama kiongozi Muislamu, sisi mtu akienda, sisi yale tunafanya ni maombi na maombi, tumuombe. Na nafikiri kifo cha Mzee Moi na mazishi yake iwe ile itakuja kutuunganisha sasa hivi, sababu sisi tunaongea juu ya kuunganisha Wakenya, lakini nikisema ukweli, hii kifo ya Mzee Moi lazima iwe funzo kwetu ya kuleta pamoja, tuunganishe watu wetu, na tumuombe Mwenyezi Mungu. Asante sana. Huyo amekuwa ni kiongozi wa walio wengi katika bunge la taifa.